kuwa nitafundisha kuhusu sheria za ulimwengu ama siri za sheria za ulimwengu ambazo kila siku mnazisoma katika dini, katika vitabu vyenu, iwe Biblia, iwe kwenye Quran na vitabu vyovyote vile ambavyo wewe unajua unaabudu ama unaamini wapi. Kwa hivyo hizi sheria za ulimwengu ni sheria ambazo ni lazima uzifate, kwa sababu ulimwengu ama ile nguvu kuu ambayo ilipatiwa jina Mungu, ama pale wanasayansi wakasema energy, na sisi watu wa kiroho tukasema roho ama ufahamu ama ile consciousness ya kuwa wewe umezaliwa kama mtu, ama mimi na wewe tumezaliwa kama watu kwa lengo fulani. Na unakuta ufahamu ama consciousness ya mtu inadifa na ufahamu wa mnyama, na ufahamu wa mnyama ama consciousness ya mnyama inadifa na ufahamu wa mmea. Kwa hivyo ulimwengu ulikuwa na maana yake kufanya vitu viwe vile. Kwa hivyo katika ulimwengu kuna sheria ambazo usipozifata basi automatically unaadhibiwa, yani moja kwa moja, haijali kuwa unazifahamu hizo sheria ama huzifahamu. Lakini ukivunja tu sheria moja ya ulimwengu basi automatically unakuwa unaadhibiwa. Na sheria za ulimwengu ni lazima uzifate, kwa sababu ndo chanzo, ndo kila kitu, ndo kusudi la kukuweka wewe hapa uwe kama mtu. Lazima uzifate hizi sheria. Tuseme kwa mfano, kama ushasikia kuhusu sheria ya karma, jinsi gani mtu anavyotenda ubaya ama anavyotenda uzuri unarudi kwake maradufu ama mara zaidi. Kwa hivyo unaposababisha uchungu kwa mtu mwingine, akipata ile uchungu, jua pia wewe utakurudia ule uchungu maradufu kwako. Na ukisababisha mazuri, basi inakuwa inarudi kwako. Kwa hivyo hizi sheria unazisoma katika Biblia, katika Quran, katika Biblia pale unaambiwa utavuna ulichopanda. Ukipanda mahindi utavuna mahindi. Huwezi panda mahindi alafu ukaenda ukavuna korosho, hapana. Kwa hivyo hivi vyote, hiyo sheria utavuna ulichopanda ni same tu na karma, the law of cause and effect. Ukifanya mema unapata mema, ukifanya mabaya unapata mabaya. Mbona ukiua kwa upanga utakufa kwa upanga. Kwa hivyo hizi sheria zipo, na njia nzuri ya kufahamu hizi sheria ni kukuguide wewe uweze kuishi katika njia iliyo sahihi. Tuseme kwa mfano, usipojua hizi sheria za ulimwengu na ukakosa kuzifuatilia, basi unakuta ni mtu ambaye utakuwa na mateso mengi sana. Unateswa mpaka inafika kiwango unasema jamani, mimi naweza kuwa nimerogwa. Kwa nini mambo mimi nayapitia ni kurogwa? Kumbe hujui kuwa kuna sheria moja ulikosea ukaivunja, ndio ikapelekea ile mateso, na si kurogwa, ni kuwa unalipia some things ulifanya huko nyuma na hujui kipi kilitendeka, sasa unakuwa unalipia. Kwa hivyo njia moja ya kujua hizi kanuni ama hizi sheria za ulimwengu ni kama venye unaenda safari, uko na gari lako pale, unaenda safari, ile safari hujui location ni wapi. Unakuta unaenda ukipotea, mpaka unarudi pale mwanzo tena. Sasa imagine kama ungekuwa na satellite ama ramani ama map, ama ukatumia Google Map kujua hii destination unayoenda ni mahali fulani, ingekuwa rahisi. Hivyo ndio ulimwengu wa kiroho ulivyo. Unataka ujue hizi sheria ili uache kupitia mateso na changamoto ndogo za kujitakia, kwa sababu ulimwengu hausahau, unakujibu automatically. Ukifeli unakuadhibu automatically. Hakuna kitu cha kuwa heti wewe ni president, wewe ni mtu fulani. Hapana, utakujibu tu kulingana na vitu ambavyo unafanya. Kwa hivyo sheria moja ya kwanza leo tutaangalia the law of oneness ama sheria ya umoja. Hii the law of oneness ni sheria nzuri sana ambao watu wengi wanaifuatilia, lakini wengine hawaifuatilii. Kwanza kabisa, mimi na wewe ni mtu mmoja. Ndio nakwambia hii different ya kuwa me and you, hapana, inafaa inakuwa me and me, kwa sababu sisi ni roho. We are connected. We are connected. Wadudu, wanyama, mimea, watu, mawe, kila kitu tumeconnectiwa na kitu kimoja kwa sababu ile roho. Na nikakwambia kila kitu unachokiona katika hii dunia basi ni living thing as long hakijatoweka. Maana kikitoweka kinaingia katika ulimwengu wa kiroho. Lakini hata yale mawe unayoyaona bado ni living thing, kwa sababu si tunayatumia. Tunavaa ruby ili kujiunganisha na nishati zetu za nyota. Tunavaa emerald ili kujiunganisha na nishati zetu. Tunavaa dhahabu, tunavaa diamond, tunavaa sapphire. Hizo zote tunavaa ili kujiunganisha. Kwa hivyo kitu chochote tunachokiona katika ulimwengu basi ni roho. As long hakijatoweka, hiyo ni living thing. Kwa hivyo wasayansi pale wanaposema kuna living and non-living, hapana, hakuna non-living, kwa sababu kila kitu, mmea ni living thing, binadamu ni living thing, mdudu ni living thing, kwa sababu ana kusudi la kuwepo hapa. Kwa hivyo the law of oneness ama sheria ya umoja inatuhimiza kuwa sisi sote ni watu wa moja na tunahitajiana kwa sababu sisi ni roho. Kwa mfano tuchukulie unyasi hata ukong'oa sahi, ukiutoa pale kuna kitu kimepungua.
hautakuwa tena pale. Kuna vitu umevipunguza. Tuseme kwa mfano, uwepo wako wewe na uwepo wangu mimi Pauline ni muhimu katika hii universe, ama katika maumbile, ama katika ulimwengu. Kwa sababu leo hii wewe wamchukia Pauline, unasema humpendi kwa video zake, humpendi kwa kuongea kwake, humpendi kwa muonekano wake, mara sijui ataka kumfanya nini. Maumbile yamenileta na kusudi. Maumbile yamenileta nifikie jukumu fulani, ama nilihitimisha jukumu fulani. Kwa hivyo wewe ambaye hupendi kitu fulani, mtu fulani simpendi mwanzo muonekano wake, anavyokula, anavyotafuna, hapana, hufai kukosoa kitu, kwa sababu sisi we are one. Ukianza kujua hii the law of oneness, utakuwa ni mtu wa upendo. Na nikisema mtu wa upendo, mnajua maana upendo. Upendo ni kupenda kila kitu kilivyo, bila kutaka kubadilisha chochote. Ndio Mungu, ama tukasema nile agape love. Unapenda Pauline alivyo, muonekano wake, mdomo wake, unene wake, macho yake, kila kitu chake, bila kutaka kubadilisha. Tunataka abadilike aweje? Hapana. Ukielewa the law of oneness, basi unakuwa unafanya love, ama ile agape love, ya kuwa upendo unaokubali kila kitu kilivyo bila kutaka kukibadilisha. Yule yatembea vibaya, hapana, maumbile amemfanya awe hivyo kwa kusudi fulani, ama ilikuwa na maana fulani awe hivyo. Kwa hivyo maumbile anataka sisi the law of oneness tuelewe kuwa kila kitu kinachotuzunguka uwepo wake ni muhimu kwetu. Acha kwenda kuroga watu, uende kuwafanyia uchawi mweusi, uue watoto wa watu. Hiyo utakuwa umesaidia maumbile kazi ambayo hujatumwa wewe. Maumbile anataka mtu fulani awe hapa, ili wakati wake utakapofika maumbile yenyewe yatamtoa yule mtu, yampeleke ambapo yanahitajika. Sasa wewe leo hii unapangia wenzako wafe, unataka kumaliza watoto wa wenzako. Mwanamke anashika mimba inavurugwa. Wewe ambaye unakosoa maumbile na kufanya kazi sio kuhusu, unakuwa automatically umevunja hii sheria ya umoja, ama sheria of oneness. So one thing, ili kuungana ama kufanya hii sheria ya oneness, jua kila kitu ambacho unachokiona katika huu ulimwengu ama maumbile kina umuhimu. Ni mfano tu, unapokula chakula kitamu, ukikiweka kwa mdomo, unahisi kuwa viungo vyote vinasisimuka kwa ule utamu. Vinasisimuka. Na unapogongwa, pengine kidole cha mwisho unachopogongwa na meza, ukigongwa, maumivu yote unasikia mwili mzima. Basi ni vile vile unapoharibu kitu ama unapoumiza mtu, basi angalia yale madhara unaoyaleta. Kwa hivyo kikubali kila kitu jinsi kilivyo, wakubali watu wote jinsi walivyo. Wewe kuwa mtu upendo. Mtu awakened and enlightened, hakuna siku atachukia kitu fulani kwa sababu sijui uko vipi. Hapana, anakubali yote, anasikiza wote, ana show ile agape love. Na ukishow agape love, ama hiyo love ambayo haiulizi, ama iseme hii kitu fulani sikitaki kwa sababu uko hivi, huyu simtaki kwa sababu uko hivi. Kama humtaki, nyamaza. Lakini usikosema kumfanya kuwa, kwa sababu wewe kama humtaki wewe, wengine wanamtaka ambao wanamuona ni muhimu. Kama si muhimu kwako, ni muhimu kwa wengine. Kwa hivyo maumbile yanakusudi kwa nini tukaletwa hapa. So practice that love. Na unapofanya hiyo love, unakuta utakuwa ukishika vitu vinaanza kukupatia majibu. Unataka kupata kitu, kinakuja kwako kwa urahisi, kwa sababu wewe siku zote una practice ile love ambayo universe inataka. Kwa hivyo kuanzia leo umejua hii sheria ya umoja, umejua the law of oneness ambayo ulimwengu unataka ufanye. Practice hiyo love. Penda kila mtu. Jua mimi na